nakwambia hivi, mchungaji anatakikana akiomba mpe, sio mkatalie. Ulicho nacho unampa mchungaji, yeye ndiye anampa neno la Bwana. Mkipewa mwanangu, mchungaji akitaka mpatie. Sasa wewe kwa utamnyima mchungaji, atapata hilo nguvu za kuzungumza neno la Bwana? Hata Eriki alipokuwa sinagogi, Eriki 1 mstari wa 100 alisema, wachungaji msiwanyime chochote anachotaka, sio chakula tu, hata vyombo vingine mpatieni, godoro nini muwapatie, kwa sababu mchungaji ni mtu wa kuleta neno la Bwana. Sasa wewe ukiwa utamnyima mchungaji, unataka enda kale wapi? Mwanangu, twende. Ndio tunafanya hii injili iende mbele. Injili ya Bwana iende mbele. Injili ya Bwana iende mbele. Akitaka kila kitu mumpatie, kila kitu mpati, upato, ndio upato, ndio upato. Mimi niko nafundisha hii injili, kila mtu anasikia raha kama vile anapokula pilau. Sasa mwanangu, nataka unisikize, kile ninachoomba unipatie. Twende mwanangu, pole pole tutafika, na kila Jumapili uwe mstari wa mbele. Unaona? Na saa zote mimi nikikuomba mwanangu, wewe tulia. Mimi kwa sababu Eriki 1 mstari wa 100, wapeni wachungaji kila kitu mlicho nacho. Sasa wewe kwa mtamnyima mchungaji, nataka enda akale wapi? Sasa mama, unakuta labda kitu ulichokiomba sina, nifanyaje? Nikaibe? Mimi siwezi kusema mistari bila hicho kitu kusijakiona. Mimi kitu nacho. Sasa mimi kikwambia wewe unataka kuninyima mchungaji, na mimi najua. Mimi mbona siendi kumwambia John? Wewe mbona sijamwambia John nipatie? Mbona nimekuja kwako? Kwa sababu unajua hicho kitu nacho. Mimi ni mchungaji, na ukipata maneno yangu wewe utakuwa salama. Mimi nitakuombea, utapata baraka. Kuwa ni kazini, utapata kazi nzuri. Kuwa ni bwana mwenye akili nzuri, utapata bwana aliye na hekima. Unaona? Na mimi ni mchungaji ambaye naaminika katika hili jimbo letu hili la Moshi. Sasa mwanangu, ambayo sasa hivi uko karibu, nafikiri utakuja kunipatia lile tunda la Adamu na Hawa. Adamu na Hawa walifanya watu wakapata tunda. Ndiyo. Na hilo tunda mimi unajua unalo. Ndiyo. Sasa mimi nitakuwa Adamu, wewe utakuwa Eva. Sasa mwana umetokea wapi? Nimetoka kanisani mama. Kanisa limetoka saa ngapi na sasa hivi ni saa ngapi? Nimetoka tu sasa hivi mama, tujachelewa. Hata mwanangu rafiki yangu ndo amekita pesa. Sasa angalia ni saa ngapi? Sasa hivi saa 12 kasoro mama. Mimi sio mtoto mdogo. Ndio mama. Unanielewa? Huyu si ndo mchungaji wako? Mimi ndio mchungaji wa Bwana. Wewe ni mchungaji wa Bwana. Unakaaje barabarani na kondoo toka muda uliotoka kanisani saa 7 na sasa hivi ni saa 12 kasoro? Wewe ni mchungaji wa aina gani? Na kama ni mahubiri ulishahubiri kanisani, huku barabarani mnahubiriana nini? Mimi barabarani nampa mistari vile ninavyokwenda. Wewe hujaja kanisani leo? Kwani ina maana hao washirika wengine leo kalisikia nini? Nimekuja kanisani. Hao washirika wengine ambao ni vijana kama hawa, kwa nini kama ni kuwafundisha usiwaketishe pale kanisani wafundishe pamoja? Ninataka utoe mahari. Huyu mtoto ni lazima utamuoa. Nakwambia huyu mtoto, wewe mchungaji, si una mke, si una watoto. Mtoto wangu unamchelewesha barabarani mpaka sasa hivi hakuna cha pepo. Nakwambia yani mimi nampa neno la Bwana. Nitajuaje? Wewe ni mchungaji wa aina gani? Bwana, mchungaji akiomba mumpatie anachotaka, kwa sababu ni mtu analeta neno la
bwana. Sisi tumpatie anachotaka. Mie mchungaji. Wewe. Hata kwani kigodoro mnampatia, ujua anafanyia maombi na nini. Wewe. Na sehemu yote mnampatia, akifanya ombi anataka chochote mnampatia. Nikwambie kitu, nisaidie nipeleke kwa mwenyekiti. Ngoja kwanza nikuelezee basi. Huyu anamkajuaje? Nataka kuelewesha Unataka Ngoja nimwambie. Mchungaji, ulikuwa unamwombea? Ngoja. Huyu ana mapepo. Mara ana mapepo. Mama hebu wanatongozana. Unakimbia. Muda mrefu nimewaona. Wanatongozana. Kweli. Mama muache kwanza. Naomba mchungaji, kuna shida gani wewe dada? Mchungaji aliniambiaje? Tulia, funga mdomo. Una pepo. Wewe. Funga mdomo. Nataka mniambie mimi nielewe. Eric moja mstari wa 100. Wapeni unini wachungaji mlicho nacho. Nisaidie kama unasikia. Ngoja. Wapi mama? Naomba subiri. Mimi nilikuwa namuelezea. Mchungaji endelee baba. Mimi namuelezea huyu kumwambia mstari wa Eric. Mstari wa 100. Eric 1 mstari wa 100. Inasema wapeni wachungaji wanachotaka kuwa mnacho. Mkimnyima atazungumza vipi neno la Bwana? Mimi ndio namwambia mtoto. Njaa, si ndio? Mimi ni mchungaji. Wewe ulikuwa unamfanyaje? Unataka kujua kama mjumbe. Umemfanya nini? Mimi nampa neno la Bwana. Na huyu ana mashetani nataka anakuombea barabarani. Anakuombea barabarani. Ndio hicho tunachosema. Anakueleza nini? Sema ukweli wewe. Mwambie. Na pepo. Nimpe chakula. Naomba huyu mimi nataka anilipe mahari. Wacheni mchungaji. Huyu ni mchungaji. Ulishasikia Heriki 7 mstari wa 100, wapeni wachungaji. Wewe kama mchungaji, twende. Wewe mchungaji. Wewe wachana na mchungaji. Mimi nitakuombea. Mimi ni mjumbe. Wewe mjumbe gani? Mimi mimi nitamuombea. Mchungaji wewe, mchungaji. Mimi ataenda kumlipa mahari. Mimi nilipe mahari ya nini? Mimi na mke tayari. Nilipe mahari ya nini? Unatongozaje? Nampa neno la Bwana. Nampa neno la Bwana. Mimi nitamwombea. Atalipa mahari. Mimi nitamwombea mtahara. Tabia ya kudongoza waumini wako na unamsha familia. Mchungaji wako. Mungu nisaidie hawa watu wakojoe damu. Niacheni. Mimi ni mchungaji, mtakojoa damu mwezi mzima. Mchungaji wewe. Acheni mchungaji wa Bwana. Katini hapo na tunataka yeye. Mama ndio panga. Sogea karibu. Namuombea. Nataka mchungaji wa Bwana. Nakwambia ninamwombea. Heshimu ofisi ya kijiji. Mimi na cheo changu pia. Mimi cheo changu ni mchungaji. Mchungaji gani? Mimi naweza kumwombea. Nyinyi hamjakojoa damu. Wewe mchungaji mmoja baada mmoja mtakojoa damu. Kwanza wewe. Unashinda unatakojoa wewe. Nataka kusema hii ni ofisi. Hii ni ofisi. Heshimu hii ni mchungaji wa Bwana. Hii ni ofisi kama hiyo. Ajabu. Tendo wake Bwana. Ni vya ajabu. Tendo wake Bwana. Ni wa ajabu. Acheni hawa jamaa. Wewe hapa ndio ofisini, nyamaza. Shut up. Naomba maelezo. Uheshimu ofisi ya kijiji wewe. Huyu mzee mmemtoa wapi? Mwenyekiti. Tulipoagana hapa mimi nimetoka. Naenda kukutana na wewe. Acha kumshika huyo mtoto. Wewe ana tabu mbele yetu. Aisee. Takukanyaga utumbo utoke nje. Usiende mwenyekiti. Naomba mkae chini karibu. Naomba usikilize huyu mama. Na mimi nikae hapa. Huyu mzee anataka kuniletea ujinga mimi. Naomba mkae mnieleze. Naomba maelezo. Kama ni mwenyekiti ndio. Maelezo yako hivi. Ibada imeingia saa 4. Ikatoka saa 7 kamili.
Bwana, wahukumu hawa waliona nitesa, wahukumu Bwana. Pokea imani yangu, mimi ni mchungaji wako, mimi sitapungukiwa na kitu. Sasa mwenyekiti, mweke ndani hapo. Mimi nimeshatoka kanisani, nisharudi nyumbani. Mwambia yule mzazi wangu pale, yule akasema Heriki 7 mstari wa 100 unasema kwamba Yesu nisaidie kwa jina la Bwana. Akasema kwamba huo mstari unasema, yani mchungaji, wapeni wachungaji vitu wakiomba waweze kupata nguvu ya kutoa neno. Huyu mchungaji ana mke, ana watoto, ni baba mwenye familia. Sasa ametoka kumtongoza huyu binti yangu, ninajua wameanza leo au walishaanza siku nyingi, alishamharibu. Mimi nimesema atamchukua, alipe mahari. Sasa mama, nashukuru kwa maelezo yako mazuri, kwa sababu umeshamlete hapa sehemu ni sehemu salama. Ina maana wewe utapata haki yako na yeye atapata haki yake. Hapa tutaenda, sheria itapata mkondo wake. Maana sheria ni msumeno. Haya mchungaji, naomba ujieleze. Hivyo vilivyoongelewa ni sahihi? Mimi kama mchungaji ama mchungaji halisi, mimi huyu mtoto nilikuwa nampa neno la Bwana. Si habari ya kusema mimi nilikuwa namtongoza ama alikuwa ni mpenzi wangu. Hiyo hamna. Unaona? Kwanza piga magoti mchungaji, huna adabu. Piga magoti. Kwani? Piga magoti nini? Mimi nakusomea Biblia, nikusomee mstari sasa hivi. Wewe atakuwa ni kiongozi mbele ya Biblia, fanya heshima. Mbele wewe unaweza kuombea hapa. Wewe unaniombea, piga magoti. Wewe unaweza kwenda kuhara. Piga magoti hapo, huna nidhamu, afuwa na adabu. Wewe unaweza kwenda kuhara msitu wa tembo sasa hivi. Wewe kushurutishwa. Nitongezeni pamoja na mtoto basi. Kama mchungaji mleteni mdemu wangu, mlete demu wangu. Wewe mchungaji unafuta bangi? Wewe mlete demu wangu, mlete huyo demu, mlete huyo demu.